Wakati serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani ikiweka ada mpya ya visa ya $100,000 kwa wataalamu wa fani za sayansi na teknolojia kuingia nchini Marekani, China imezindua K-Visa. K-Visa ni kibali kipya kinachoruhusu wataalamu wa fani za sayansi na teknolojia, hususan vijana, kuishi na kufanya kazi nchini China. Hatua hii inalenga kuimarisha nafasi ya China kuwa kitovu cha uvumbuzi na maendeleo ya teknolojia duniani. Serikali ya China imesema aina hii mpya ya visa itakayojulikana kama K-Visa itaongezwa katika orodha ya visa za kawaida zinazotolewa kwa wageni. Visa hiyo inalenga hasa wataalamu vijana walio na taaluma katika nyanja za sayansi, teknolojia, uhandisi na utafiti. Waziri Mkuu wa China Li Qiang amesaini amri inayotangaza marekebisho ya kanuni za usimamizi wa kuingia na kutoka kwa wageni nchini humo. Hatua hii imetajwa na wachambuzi kama mkakati kuifanya China kuwa kitovu cha ubunifu na teknolojia duniani, hasa wakati huu ambapo baadhi ya nchi za magharibi zinaimarisha masharti ya uhamiaji kwa wataalamu wa kigeni. Kwa mujibu wa shirika la habari la China Xinhua, sheria na kanuni mpya zitakazoanzisha K-Visa zitaanza kutekelezwa rasmi mwezi Oktoba mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la China Xinhua, sheria na kanuni mpya zitakazoanzisha K-Visa zitaanza kutekelezwa rasmi mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025, ingawa vigezo na masharti ya kibali hicho havijawekwa wazi. Visa hiyo haitakuwa na sharti kwa muombaji kuwa na mwajiri wa ndani, jambo linaloifanya kuwa tofauti na aina nyingine za visa za kazi zinazotolewa na nchi nyingi duniani. Wataalamu wa siasa na uchumi wa kimataifa wanaona hatua hii ni jaribio la wazi la China la kufungua milango ya vipaji kuingia nchini humo, wakati ambapo nchi za Ulaya na Marekani zinaelekea kufunga mlango huo, hivyo kuimarisha nafasi ya taifa la China katika ushindani wa sayansi na teknolojia duniani. Na sasa tutazame faida ya K-Visa. Mosi, ujuzi na teknolojia. Vijana wataalamu watakaopata nafasi nchini China watanufaika na ujuzi mpya na baadaye kuutumia nyumbani. 2, ushirikiano wa kielimu na kitaaluma. Vyuo vikuu na taasisi za utafiti vinaweza kuimarisha ushirikiano wa moja kwa moja na taasisi za China. Fursa za ajira na utafiti. Visa hiyo haina sharti la kuwa na mwajiri wa ndani kabla ya kuomba, hivyo itatoa mwanya mpana kwa vijana kushiriki miradi ya uvumbuzi, startups na ubia wa teknolojia. Na mwisho, kuimarisha ushirikiano wa kidiplomasia. Ushiriki wa wataalamu kutoka Afrika Mashariki unaweza kuongeza nafasi ya nchi hizi katika diplomasia ya elimu, biashara na utafiti na China. Hayo ndio manufaa kwa vijana wa Afrika. Jiandaeni kuchangamkia fursa ya dirisha jipya la usajili wa elimu ya sayansi teknolojia nchini China.